Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru wanahabari wa Dodoma. Tumekuwa tukifanya kazi vizuri, mmekuwa mkijitoa, kwa hiyo nitoe pongezi kwanza kwenu na kuwashukuru kwa sababu bila nyinyi hakuna Dodoma Jiji. Jambo lingine, nichukue fursa hii au nichukue platform hii kuwaalika wana Dodoma katika mchezo wa kesho dhidi ya ndugu zetu wa KenGold. Namshukuru Mwenyezi Mungu wamefika salama, tunawakaribisha sana. Shukrani sana. Karibuni Dodoma. Hapa ni makao makuu. Kwa hiyo hata wewe ni shabiki pia wa Dodoma Jiji kwa sababu ni makao makuu ya nchi, chama na serikali. Serikali ambayo inakuongoza ndiko ambako Dodoma inatokea. Kwa hiyo kuikataa Dodoma Jiji ni kuikataa serikali. Kwa hiyo karibu sana Dodoma Jiji. Mchezo wa kesho ni mchezo wa kimkakati kwetu sisi Dodoma Jiji. Ni mchezo muhimu sana. Bado hatuko kwenye nafasi nzuri. Kusalia kwenye ligi kuu ni jambo moja, lakini unasalia kwenye ligi kuu ukiwa nafasi ya ngapi ni jambo lingine. Plani yetu sisi ni kusalia kwenye ligi kuu tukiwa kwenye nafasi nzuri. Inatusaidia sisi kama timu kuongeza fan base, endorsement mbalimbali, sponsorship, lakini pia kujipima kwamba toka msimu umepanda sio vizuri kila msimu unapambania nafasi ya 9, ya 10, ya 11, ya 8. Ni vizuri basi hata yule ambaye wenye timu yao sasa wananchi wakiona Dodoma Jiji sasa imemaliza ligi kwenye nafasi 5 za juu, ya 5, ya 4, wanaona kodi ambayo tunaitoa inatumika vizuri. Tumepata matokeo ambayo sio mazuri hapa nyuma. Ukipita kwenye komenti mbalimbali za platform zetu unaona kabisa wenye kodi zao wanavyolalamika wenye timu yao. Mpaka mmoja niliona ameandika mnatumia vibaya kodi zetu. Sikumlaumu wala siwezi kumlaumu kwa sababu of course kodi yake ndio ambayo inalipa mishahara ya makocha pamoja na wachezaji. Kwa hiyo naomba niwaalike sasa wenye timu yao walipa kodi, na si vizuri na ni dhambi kubwa kutofuatilia pesa yako, kazi inayofanya. Kwa hiyo naomba niwaombe waje wafuatilie kodi zao kesho pale Jamhuri dhidi ya KenGold. Mchezo utakuwa ni jioni saa 1 kama sijakosea, saa 12:30 jioni Jamhuri. Kiingilio jamani ni kile kile. Nimesema kwenye michezo yetu ya nyumbani kiingilio ni shilingi 1000. Njooni mje mshuhudie kabumbu safi. Tumepata matokeo ya kuridhisha kiasi kwenye uwanja mgumu wa JKT Meja Jenerali Samuyo. Mchezo uliopita tumepata alama 1. Tunakutana na KenGold ambao hawako kwenye nafasi nzuri. Wanasema ni heri ukakutana na Simba aliyeshiba, unaweza ukamchezea sharubu kuliko kukutana na Simba mwenye njaa. KenGold hawako vizuri. Poleni sana. Wana hali ngumu, wanatubeba sisi wote. Tabasamu hili mnaloliona hapa sio tabasamu la kawaida. Mwanaume huyu tu anajikaza. Kwa hiyo niwape pole, lakini niwakaribishe, na sisi hatutaingia lele mama kwa sababu ni KenGold. Tutaingia kama tunavyoingia kwenye michezo mingine, tutaingia kama tunavyoingiaga tukiwa nyumbani, full nondo, full mkoko. Sisi hatuna tabia ya kupumzisha wachezaji kwa sababu ya mchezo fulani. Hiyo tabia sisi hatuna. Sisi anacheza yoyote kwenye mchezo wowote. Kwa hiyo niwaombe mashabiki waje kwa wingi. Alama 3 tuna ulazima wa kuzipata hizo alama. Ni lazima tuzichukue kwa sababu plani yetu ni kusonga mbele, sio kuwakatisha tamaa wana Dodoma. Kwa hiyo ni waombe tu KenGold wajiandae alama hizi 3 ambazo labda wanazitafuta kwa udi na uvumba wakazitafutie kwenye michezo mingine inayofuata. Kwa hapa makao makuu, uzuri ni kwamba mama yuko hapa Dodoma, waziri mkuu yuko hapa, makamu wa rais yuko hapa, wabunge pia, kamati mbalimbali za bunge ziko hapa. Hatuko tayari kuwaangusha hawa viongozi wetu jamani, niseme tu ukweli. Kwa hiyo niwaombe radhi, hawa wana mkuu tu wa mkoa ndo na wabunge na viongozi wengine na speaker, lakini serikali nzima tunayo sisi. Kwa huyu kumwangusha speaker na mkuu wake wa mkoa wanaweza wakasameheana, lakini sisi kuiangusha serikali hii yote hatuko tayari. Kwa hiyo karibu sana bwana Mkoko. Asante sana. Cheze mpira. Sisi hatutawazimia taa kama wengine wanavyofanyaga wala kuja kuwasumbua pale hotelini. Vizuri mmekuja kukaa karibia na kwetu kule. Kwa hiyo sisi ni majirani, ndugu. Tulivyokuja kwenu mlitupokea vizuri, of course, tucheza mpira mzuri, soka lilitembea. Dodoma pia
ni salama. Shukrani. Na soka litatembea. Tucheze tu mpira. Mbona kama unaogopa unabembeleza sana? Anaongea sana. Sio bembelezi. Wewe unaona yanayofanyika kwingine. Sisi kwetu ni amani, ndio maana huwezi kusikia namtoa hofu. Asije akasema wewe nilitishiwa sana. Namtoa hofu. Kama Dodoma ni salama. Kwenye vyumba wengine waende vyumbani, waende vyooni, hata wakitaka leo wakalale uwanjani. Yaani wakitaka tuwakabidhi leo ile pitch, tunawapa. Yaani leo wawe huru. Chako ni chako pia, karibuni. Shukrani sana. Mkoko. Naam. Nasikia tango za bwana mzee hapo. Sikuza sijui kweli. Hao waliokuwa wanazungumza wewe hayajakuingia hata kidogo. Mimi nimesikia tu kwamba hata timu ikiwezekana msielewe. Wape za mezani. Magoli matatu na alama tatu sio hivi. Zile kusa alama 15 mtadiscuss na bodi. Bodi anazungumzia. Na sasa tuwapa. Sawa, na nashukuru sana kwa waandishi wa habari. Nimefurahi kuwaona kwa hapa Dodoma. Kubwa tumefika salama hapa jijini Dodoma na tumefika vizuri kabisa kwa ajili ya kupambana kusanya alama 3 dhidi ya Dodoma Jiji. Tunafahamu mechi sio rahisi kwetu kwa sababu kwanza Dodoma Jiji pia nao wanagombania nafasi ya kuwa kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi. Lakini hata sisi pia kama klabu ya Kenigoli tunaamini kwamba tukipata alama 3 dhidi ya Dodoma Jiji tunakwenda kubadilisha msimamo wa ligi. Hatuwezi kupanda kwenda nafasi nyingine, lakini ukipata alama 3 kuna gap za alama unapunguza kutoka kwa wale waliokuwa juu na wewe uliokuwa chini. Kwa hiyo tunaamini kama klabu kwa maandalizi ambayo tumeyafanya tunakwenda kupata alama 3 dhidi ya Dodoma Jiji. Haya matokeo ya mzunguko wa pili sisi kama klabu yanatutesa kutokana na mzunguko wa kwanza tulivyoanza. Sisi unafahamu kwamba nyumba tunasema inaanza na msingi. Sisi katika msingi wetu wa mzunguko wa kwanza haukuwa mzuri, ndio maana kwa hivi sasa tunateseka kwa sababu mzunguko wa kwanza takriban michezo 15 unapata alama 6, unakwenda hadi mechi 17 unapata alama 6, lakini ukiangalia mzunguko wa pili takriban mechi 8 tunapata alama 10. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana. Laiti kama tungezinduka kama tulivyozinduka baada ya usajili wa dirisha dogo, basi sidhani kama klabu ya Kenigodi leo hii tungekuwa kwenye nafasi hii tuliopo. Kwa hiyo yote sisi tumeyasahau, lakini tunaamini tunaweza tukapigana katika michezo 5 ambayo imesalia ya ligi kuu ili tuweze kusalia kwenye ligi kwa sababu uwezo bado tunao, mapigano hayajaisha. Tunaamini kwamba tutakwenda kupata matokeo dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji siku ya kesho kwa sababu tunaamini kwamba tumejiandaa vizuri na uzuri tumefika salama na hakuna injury ya mchezaji yoyote. Wachezaji wetu wote wako sawa kwa ajili ya kupambana kusanya alama 3. Hawa ni wenzetu tofauti na Azam FC. Sisi hawa tunaamudu. Mechi ya kwetu na wao katika uwanja wetu wa nyumbani ilikuwa chupu tu kuwafunga hawa kutoka sare ya 2-2 nakumbuka hivyo, lakini mpira tulipiga mkubwa sana na sisi kama club tunaamini kwamba Dodoma hawezi kutufunga na tunaamini kwamba tunakwenda kupata matokeo, na ndio maana leo hii baadhi ya mashabiki wa klabu ya Kenigodi wakiwa na mabasi makubwa 3 wanatoka Chunya kuja Dodoma kwa ajili ya kushuhudia timu yao. Unaona hadi mashabiki hawajakata tamaa na timu yao. Kwa hiyo naamini kwamba kama club sisi tunakwenda kufanya maajabu dhidi ya Dodoma Jiji. Uzuri bwana Moze, mimi Dodoma nimesoma miaka 3 mipango pale. Kwa hiyo napajua vizuri. Mipango? Sawa. Chuo kikosibia mipango ni nje. Kuna swali lolote kwa ndugu waandishi? Swali alikosekana. Unajua Kenigoli bana ni moja kati ya timu ambazo zinashawishi sana zenye mvuto. Lakini baada ya dakika 90 scoreboard haikushawishi kabisa. Hivi kwani unalichukulia? Lakini kwa nini unasajili watu ambao hawachezi? Kama kina nani wachezi? Morrison bwana. Tulishazungumza sana kuhusiana na habari za Bernard Morrison. Morrison kweli tulimsajili ambapo yeye alitoka injury ya muda mrefu, lakini tuliamini kwamba atatusaidia katika michezo ya mzunguko wa pili. Bahati haikuwa hivyo. Amerejea mazoezi na wenzake, lakini mwalimu Omari Kapilima na benchi zima la ufundi wanachozungumza kwamba hajafika 100% kama wenzake walivyokuwa kwenye mazoezi, lakini Bernard Morrison yupo na ameanza mazoezi na wenzake vizuri kabisa, na huenda michezo mingine tukamuona. Mchezo huu hatakuwepo, lakini mchezo dhidi ya Tanzania Prisons mtamuona Bernard Morrison akianza ama akiwa kwenye bench katika timu yetu ya klabu ya Kenigoli.
Mpunga, mbona umecheka sana baada ya kusikia? Nimecheka, nimecheka kwa sababu umemsifia ndugu yangu timu yao ina mvuto. Ni timu ambayo ina mvuto kweli. Niseme tu kama unaweza ukawa na mvuto lakini usiolewe. Yaani ni kama mwanamke mwenye mvuto lakini hana ndoa. Ndo hawa. Timu ya Ken Gold sidhani kama Moze katika timu ambazo ni mzuri lakini unazurura barabarani. No, hamna ndoa. Nisikilize mimi. Ndio. Katika timu ambazo zinazungumzwa sana, katika timu ambazo zinafuatiliwa sana, katika timu ambazo zinapendwa sana, ni klabu ya Ken Gold kwa hivi sasa. Mnafuatiliwa kwa sababu nisikilize kidogo. Tanzania hapa ukifanya research ya timu ambazo zinahitajika kubaki kwa watu mioyoni mwao, klabu ya Ken Gold miongoni mwao. Naogopa iko hivi. Naweza nikasema kwa nini Ken Gold wanafuatiliwa. Ndugu yangu nimtoe kidogo ukungu. Yaani ukishakuwa wa mwisho. Fanya research Moze. Lazima ufuatiliwe. Yaani ni wajuu na wa chini ndio wanafuatiliwa. Sisi wa katikati hapa tuna enjoy soka. Mimi nakurudisha kidogo kwenye utafiti. Mtibwa Sugar msimu uliopita alikuwa chini, alizungumziwa sana kama anavyozungumzia Ken Gold na akashuka. Akuzungumziwa sana, alikuwa nafasi ya chini. Yaani ukiwa unashuka unazungumziwa. Hapana. Kama anavyozungumziwa sasa hizi Mtibwa kwa sababu sinaonekana anakaribia kupanda. Fanya research hiyo. Ukiangalia hata misimu ya nyuma, sidhani kama waandishi mnakumbuka. Unataka kutuaminisha kwamba unabaki kwenye ligi kuu. Kubaki kwenye ligi kuu unabaki. Mama.